Haiwezekani mwanamke kumtii Mungu kama ameshindwa kumtii mume wake. Kwa hiyo unajipima katika mwanadamu unayemuona. Maana Mungu usiyemuona wakati mwingine unaona kama hayupo vile. Sasa agizo hili la Mungu kwamba umpende Bwana Mungu wako na umpende jirani kama nafsi yako linaendana sana na agizo la Mungu pia ambalo anakuambia mtii mume wako. Anakuambia mwanamke, mtii mume wako. Kwa hiyo kama anavyokuambia, ukishindwa kumpenda binadamu ambaye unamuona, ukasema unampenda Mungu, wewe ni Mungu. Iko vivyo hivyo. Kwamba ukishindwa kumtii mume wako ambaye unamuona, na yeye umeagizwa umtii. Umeagizwa umpende Mungu na umeagizwa umpende jirani yako. Kama ilivyo, umeagizwa umtii Mungu na umeagizwa umtii mume wako. Yote ni maagizo yanaenda sambamba. Kwa hiyo kama unashindwa, unapata ugumu wa kumtii mume wako ambaye unamuona, lakini katika nafsi yako, katika mawazo yako unawaza kuwa unamtii Mungu, unaweza kuwa usemi ukweli. Kadiri ya neno hilo la Mungu ambalo tumetoka kulisoma, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20. Na mtu wa Mungu, labda nikutie moyo mwanamke mwenzangu, kwa kuwa hiki ni kipindi maalum kwa ajili yetu wanawake. Nikutie moyo kwamba mume wako, yako mambo ambayo kama mwanamke ungeyatamani, lakini usingeweza kujitanguliza kuyafanya. Usingeweza. Kwa hiyo ulimhitaji mume wako aweze kuyafanya, na yeye angeweza kukutangulia katika hayo. Na tunapozungumza sasa kwa habari ya kwamba ni masuala ya ndoa zetu, basi tunaweza tukatazama katika muktadha huo wa ndoa kwamba mume wako ndo alianza kukufuata. Wengi huwa tumeanza kufuatwa na wanaume. Naamini mtu wa Mungu, mwanamke unayenitazama, ni mume wako ambaye alianza kukufuata wewe na kutaka Kiingereza wanasema kupropose relationship, kuanzisha mahusiano kati yake yeye na wewe. Na pia japo kuwa mwanamke unayenitazama, kama upo katika ndoa au bado hujaingia katika ndoa, utakubaliana na mimi kwamba japokuwa unakuwa ukifika umri fulani, umri wa kuolewa, mwanamke kwa kawaida unatamani umpate mume, unatamani huyu mume aweze kukulipia mahari, aje kwa wazazi wako, unatamani kwamba awe na maamuzi ya kufunga ndoa na wewe. Tena kama wewe ni Mkristo kama mimi, unatamani awe na maamuzi ya kufunga ndoa na wewe kanisani. Lakini mambo hayo japo unayatamani, huwezi kujifanyia mwenyewe. Iko wazi kwamba ana kitu juu yako, na ni vizuri basi ukakiheshimu, ukamheshimu tu kwamba yeye ndo aliyeanzisha hivyo vitu vyote juu yako. Na hasa wewe mwanamke ambaye taratibu hizi basi zimefanyika kwa ajili yako, mume wako kafuata hizi taratibu zote, ni vizuri umheshimu na umpe nafasi yake kwamba yeye ni mkuu juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo hili kwamba pale ambapo mwanamke unakuwa umeshindwa kumtii mume wako, inakuwa kwamba ulishindwa kwanza kumtii Mungu, ni jambo ambalo mimi nimelithibitisha mara nyingi sana. Kila mara nilipokuwa nikifanya kazi na wanawake wenzangu katika mazingira tofauti tofauti, na hasa wanapojikuta kuna maeneo wana ugumu katika kuwatii waume zao, nilikuja kugundua na kuthibitisha jambo hili kwamba kwanza walishashindwa kumtii Mungu, baadaye ndio wanashindwa kuwatii waume zao. Isipokuwa katika mara chache sana, kama mara 2 hivi, ambapo hawa wanawake wawili ilikuwa ni kesi za waume zao kutaka waweze kushiriki nao kinyume na maumbile. Kwa hiyo yako mambo ambayo tunasema kwamba ambayo ni dhambi, mtu wa Mungu unapaswa kuwa makini nayo. Ndiyo, sio kwamba utagombana, utamtukana mume wako, bado utaongea tu kwa heshima, lakini ni mambo ambayo hutakiwi kuyakubali. Hayo unatakiwa ustii. Pale ambapo mume wako anataka, mtu wa Mungu, wewe utende dhambi. Mwanamke hautakiwi kabisa kuingiliwa kinyume na maumbile. Ni laana kubwa, ni uchafu, ni uharibifu kiroho, ni uharibifu kimwili, ni kitu kisichofaa kabisa. Sasa ushauri wangu kwako mwanamke mwenzangu unayetufuatilia, ushauri wangu ni kwamba kama liko eneo moja au zaidi ya moja ambayo katika hayo umeshindwa kumtii mume wako, basi ni nafasi ambayo unaweza ukaitumia kufuatilia katika mambo hayo ili uweze kupata root cause. Kiingereza wanasema root cause, yani uweze kupata sababu ya msingi ni kwa nini unashindwa kumtii mume wako katika mambo hayo. Na ukishafuatilia ukapata hiyo root cause ni kitu gani, ukapata hiyo sababu ya msingi katika hayo maeneo kwamba unashindwa kumtii mume wako ni kitu gani, basi ushauri ambao siku zote nimeuona ukitenda kazi vizuri sana kuleta matokeo chanya ni kwamba ukishagundua hayo maeneo, yafanyie kazi kwa kuamua kubadilika wewe.
unayenitazama mwanamke, yafanyie kazi kwa kuamua kubadilika wewe. Kiingereza wanasema unatakiwa ufanye kazi zaidi katika your sphere of influence. Your sphere of influence. Mambo ambayo yako within your control. Yale mambo ambayo wewe unaweza kufanyia maamuzi ukayabadili moja kwa moja. Kwa sababu utakapokuta umegundua hili tatizo la msingi ni 1, 2, 3 na ukakaa ukisubiri huyu mwanamume ana tabia ambayo inabidi abadilike, wewe huna utawala wa maisha yake. You have no control of his behaviors. You have no control of his decisions. Uwezi wewe kuamua nini yeye anafanya, ila unaweza wewe kuamua nini wewe unafanya. Kwa hiyo amua kubadilika wewe, itakuwa ni rahisi kwako kuleta mabadiliko chanya katika ndoa yako. Amua kuangalia kwamba katika hili kama linaleta shida namna hii, mimi natakiwa kujifunza tabia ipi iliyo njema, mimi natakiwa kujifunza tabia ipi iliyo bora, mimi natakiwa kujifunza tabia ipi inayoendana na neno la Mungu, ili niweze kuiishi hiyo tabia na kuweza kuishi na huyu mwanamume pamoja na tatizo hili ninaloliona upande wake.